uganga wowote au uchawi wowote, ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako, yani kama mtu anataka kukuloga au kukufanyia ubaya, ni lazima aende kwenye asili ya kwako, aende kwenye mafaili ya asili. Na akishaenda kwenye yale mafaili ya asili, anatafuta tayari kwenye familia kuna jambo gani, ili atumie lile sasa kukufanyaje? Kukuloga. Hakuna mchawi au mganga yote anaweza kuloga mtu bila kuongea na mizimu ya kwao, bila kuangalia ile asili ya kwake inasemaje. Na kwenye ile asili, kati ya kitu ambacho anakiangalia cha muhimu sana, cha kwanza ni agano ambalo lipo kati ya kwako wewe na hiyo miungu. Je, umejiconnect na ufalme wa giza kwa namna yoyote ile? Kuna agano lolote ambalo umelifanya wewe au lipo kwenye familia ambalo hujalishughulikia? Yani kwa mfano, mtu hajawahi kuokoka, hajawahi kufuta hayo maagano kabisa. Mababu waliingia maagano akasema, sisi na watoto wetu tutakutumikia wewe shetani au wewe mizimu. Kwa hiyo wanatafuta kile. Lakini watu wengi ambao wameshaokoka tayari wanakuwa washatoka kwenye hivyo vitu, kwa sababu ukishaokoka unakuwa disconnected. Unazaliwa mara ya pili, asili yako inabadilishwa. Kwa hiyo wakikukosa hapo, wanaangalia kwenye maagano ambayo umeyafanya wewe mwenyewe na madhabahu za giza. Yes, wanaangalia kama yapo active bado kukushughulika nayo, au hata baada ya kuokoka bado ulienda kwenye hivyo vitu. Kwa sababu kuna watu wameokoka lakini baadaye wanaona mambo yamekaa vibaya, ndio kutafuta vitu 1 2 3 kule kurekebisha mambo. Hicho ni cha pili. Cha tatu ambacho ni kikubwa, ambacho kinawatesa watu wengi, wanaangalia, je, kuna laana iko juu yako au hukumu ya Mungu? Laana au hukumu ya Mungu. Hizi laana nyingine za watu hizi, laana mtu amekulaani tu, Biblia inasema laana isiyokuwa na sababu haiwezi kumpata mtu. Kuna wachawi wanalaani, kuna waganga wanalaani, lakini hata na wao kama ni professional kama Balaamu, hawezi kulaani mtu ambaye ana laana tayari. Ndio maana wakati Balaki ameenda kumwajiri Balaamu aje afanye ile ibada, alishindwa. Na alishindwa kwa sababu gani? Hakuona kitu chochote ambacho huyu Israeli kilikuwa kimesimama naye kama laana. Hesabu 23. Tukianzia mstari wa wana wa Israeli hapo walikuwa wako na Musa. Nataka uone scenario kitu kimoja, alafu tutaenda kwenye Ezekiel 18. Nataka tuone hichi kitu kimoja. Naanzia mstari wa kwanza. Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalie hapa ng'ombe waume 7 na kondoo 7. Hii ni ibada inafanyika ya kichawi. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka, ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu, juu ya madhabahu 7. Sasa ukiwa kama ulishasoma habari ya nani ya Balaamu, ni kwa sababu ukiangalia viwango vya kichawi na kishirikina alivyokuwa navyo Balaamu kwenye Hesabu 22 mstari wa 6, wakati Balaki ametuma wale watu, akamwambiaje? Basi njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa
yeye umbarikie ubarikiwa, na yeye umlaanie ulaaniwa. Kwa hiyo yani Balaamu alikuwa ni mchawi ambaye hakwepeshi. Yani akikuloga umelogeka mzee, akilaani umelaanika, akikufanyia mauchawi upate hela utafanikiwa tu. Na kiwango chake kilikuwa ni kikubwa cha kukamata attention ya taifa. Mfalme, rais wa nchi anamtafuta huyo mganga. Unafikiri kwa ni mganga mdogo huyo? Lakini tunaviona na yeye anavyokuja kuiloga Israeli, anaenda kwenye kanuni. Anavofika mstari wa 5, baada ya kufanya zile madhabahu zote na kutengeneza na kutoa sadaka sasa ili alaani. Mstari wa 5 nasema, Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaamu akasema, umrudie Balaki useme maneno haya. Akarudi kwake, na tazama amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye. Akatunga methali yake akasema, Balaki amenileta kutoka Aramu, mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki. Njoo unilaanie Yakobo, njoo unishutumie Israeli. Kushutumu ni kuprosecute, kudefy, kuwachafua, wakose kibali, wakose nguvu. Umeona Mstari wa 8 sasa. Balaamu huyu mchawi professional, mchawi wa viwango vya kimataifa, anasema hivi, nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Kwenye King James anatumia the word defile, kumchafua, kukufanya yani uchukiwe, usifae, uonekane ni kitu cha ajabu, ukose kibali, yani uchafu, yani una sifa yako inachafuka, yani kama ni kupigwa kwenye vita, ulikuwa na sifa ya kushinda, unashindwa. Una sifa ya utajiri, unakuwa maskini. Una sifa sijui ya kuwa na akili, unakuwa mjinga. Yani kudefy ni kuichafua, kuiharibu Israeli isiwe kama ilivyotakiwa kuwa. Umeona? Kwa hiyo Balaamu huyu mchawi wa kimataifa anasema hivi, mimi kama mchawi, kama mganga, siwezi kumloga mtu ambaye hajalaaniwa na Mungu. Sio laana ya mtu binafsi, sio laana ya kichwa, kwa sababu wachawi nao wanatuma laana. So unaona huyu alikuwa ameajiriwa ili alaani ya watu. Kuna wachawi wengine wanalaani tu, wanakuambia tumeshamlaani hivyo, lakini they are not professional. Mchawi professional lazima aangalie faili. Sasa huyu Balaamu alijuaje Israeli hawajalaaniwa na Mungu? Alienda through the records, akapita kwenye rekodi ya taifa la Israeli, akaangalia, je, kuna sehemu yoyote ili taifa lilishafanya kosa Mungu akalilaani? Kwa hiyo akagundua katika ili taifa la Israeli hakuna mahali popote ambapo waliwahi kufanya kosa ili taifa likalaaniwa. Hakuna. Kwa hiyo akashindwa kuilaani Israeli, akashindwa kuufanya uchawi wake juu ya Israeli. Kwa hiyo ili mchawi yoyote yule, ukiona mtu yoyote amepagawa mapepo, amelogwa kichawi, ametumiwa sijui balaa ya kichawi, lazima kuna mahali amekosana yeye na Mungu. Kwa huyu sasa Balaamu huyu Balaamu sasa huyu, ili aweze kukulaani, ili hata taifa liweze kulaaniwa, lazima hilo taifa liwe limemkosea Mungu. Mungu akatamka laana juu ya ile taifa. Yani haliwezekani mchawi akakuloga kama Mungu hajaondoa baraka yake juu yako, hajaondoa ulinzi wake juu yako. Kwa kitu ambacho kinamruhusu shetani kukushambulia, hata ukienda kwa Ayubu ni the same thing, ni pale ambapo wewe utakosana na Mungu, alafu Mungu atoe mkono wake juu yako, aseme huyu mtu tumekosana, amenikosea. Sasa ndio maana ukienda sasa katika kitabu cha Ezekiel 18, Ezekiel 18, Ezekiel 18 ni taswira ambayo imeelezewa ya kitu ambacho watu wanapambana nacho sana sasa hivi. Sasa hivi watu wanachokifanya,
wanakaa katika kutubia laana za mababu na mabibi na mababa. Lakini ukishaokoka, laana zote zilizoko juu yako zinaondolewa. Ndio maana ya kumkubali Kristo, kwamba Yesu Kristo, nimekuja kwako, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye laana, nimekuja kwako kusudi kwamba zile adhabu zote na hukumu ya dhambi ilikuwa juu yangu uzichukue wewe. Ninaamini ulizichukua pale msalabani. Kwa unavyoenda kwenye msalaba wa Kristo na kukiri ile sala ya toba na kumkubali Kristo, tayari ile hukumu inakuwa imeondolewa juu yako, haipo tena ukisha muamini Kristo. Lakini sasa Ezekieli 18 ndio nataka nikuelezee vizuri. Ezekieli 18 uielewe. Ezekieli 18 inasema hivi, ukianzia mstari wa kwanza: neno la Bwana likanijia tena kusema, je, maana yake ni nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli mkisema, baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatiwa ganzi la meno? Yaani baba amefanya dhambi pale, anayeteseka ni mtoto kwa sababu ya dhambi aliyoifanya baba. Mstari wa 3 unasema hivi, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa na sababu ya kutumia tena mithali hii katika Israeli. Tazama, roho zote ni mali yangu. Kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi ndiyo itakayokufa, bali kama mtu ni mwenye haki na kuyatenda yaliyo halali na haki. Anaelezea sasa hapa, hakula juu ya milima, maana yake hakula matambiko. Hao walikuwa wamejenga madhabahu zao juu ya milima, wa Israeli wanamwabudu Baali milimani. Wala hakuviinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli. Hao walikuwa wanaabudu sanamu, vinyago vile vinachongo, wanasema wewe ndio Mungu wangu. Ukisoma kuanzia kitabu cha Isaya, unajua inaanza Isaya na kuja Ezekiel. Kuanzia Isaya, ni kitabu. Isaya ni nabii aliyetumwa kwa taifa la Israeli lililomwacha Mungu na kuabudu miungu mingine. Kuanzia kitabu cha Isaya, Mungu anazungumza nao kwa habari ya kuacha kuabudu vinyago. Wale walikuwa wanachonga kabisa miungu. Isaya 40 inaelezea ile process kwamba mtu anachonga mti alafu anasema wewe ndio Mungu wangu. Kwa hiyo anavyosema hakuinulia vinyago, inamaanisha huyu hakuabudu ile miungu. Sasa hicho huku kwetu hakipo sana. Huku kwetu ibada ya vinyago haipo. Kuchonga miungu kama wanavyofanya Wahindi na wa Japani, sisi huku kwetu haipo. Ibada iliyoko kwetu ni ya kwanza, kula juu ya milima, kula vyakula vilivyotolewa kafara kwa miungu. Kwa anaelezea vitu ambavyo vinasababisha laana ya Mungu itamkwe juu yako. Kumbuka, uchawi, nguvu za giza, shetani anakushambulia ikiwa kuna laana ya Mungu imetamkwa juu yako. Na nikakwambia hivi, si lazima usikie kwenye sauti yako kwamba wewe fulani Paulo, mimi Mungu nimekulaani. Haiwi hivyo. Tayari Mungu alishaainisha matendo ambayo ni ya laana na akaitamka ile laana. Kwa hiyo unavyotenda mojawapo ya hayo matendo, tayari unaingia chini ya laana kwa sababu ilishatamkwa. Hauhitaji mtu kuja kutamkia, ipo tayari. Ukimwaga damu, ilishaandikwa kwamba huyu mtu amelaaniwa. Ukiabudu miungu mingine, tayari ilishaandikwa huyu mtu amelaaniwa. Kwa hiyo anaanza kuvitaja mstari wa 6, Ezekiel 18. Hakula juu ya milima, wala hakuviinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake. Umeona? Zinaa. Wala hakumkaribia mwanamke wakati wa kutengwa kwake, wala hakumdhulumu mtu. Yaani hii ndio tunaita milango inayoruhusu shetani kukushambulia au inayosababisha laana iwe juu yako.
hakumdhulumu mtu, bali amemrudishia mdeni wake rehani yake, wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu. Naye amewapa wenye njaa chakula chake, na kuwavika nguo walio uchi. Ambaye hakumkopesha mtu ili apate faida, wala hakupokea ziada ya namna yoyote. Unaona hivi vitu? Ziada yani chenchi, ile chenchi unazidisha, unataka ziada. Unafanya biashara, unajua hichi kitu ni asili alitakiwa kulipa shilingi kadhaa, unamrusha, unaongezea cha juu. Umeona? Kuna mtu anatumwa na baba yake akanunue kitu, anaweka cha juu. Baba amekutuma kabisa, unajua simenti inauzwa 15,000, wewe unamwambia baba simenti ni 20,000. Zaidi ya bei iliyoko sokoni. Hakuweka cha juu, kwa hiyo wala hakupokea ziada ya namna yoyote. Naye ameuepusha mkono wake na uovu, na kufanya hukumu ya haki kati ya mtu na mwenzake. Yaani hivi vitu nikivichambua tutamaliza leo. Tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu, mtu huyu ni mwenye yake, hakika ataishi, asema Bwana. Wewe ukifanya hivi vitu, usipofanya hivi vitu, wewe ni mtu mwenye haki, utaishi. Yaani laana ya baba yako haina nguvu juu yako. Shida inayotusababisha leo tumeingia kwenye vifungo vya laana za kifamilia ni kwa sababu tumetenda mojawapo ya yale matendo walioyatenda wazazi wetu. Na ukiangalia hapa utakuta tu kuna moja umefanya. Aidha ulidhulumu, uliweka cha juu. Ngoja nikusomee sasa. Ngoja nikusomee sasa. Kuanzia mstari wa 10 nasema hivi. Walakin, sasa huyu mtu ni mtu mwenye haki, si ndio? Walakin akizaa mwana aliye mnyang'anyi, umeona, mwizi, mwaga damu, atendaye mojawapo ya hayo mambo. Tuko mstari wa 10, si ndio? Walakini akizaa mwana aliye mnyang'anyi, mwaga damu, atendaye mambo hayo mojawapo, wala hakutenda mojawapo la mambo hayo yampasayo, bali amekula juu ya milima na kumtia unajisi mke wa jirani yake, na kuwadhulumu maskini na wahitaji, na kumnyang'anya mtu mali yao kwa nguvu, wala hakurudisha rehani, naye amevulia macho alitapeli akurudisha rehani. Mtu ameweka kitu rehani kwako, unapita nacho naye ameviinulia macho vinyago na kufanya machukizo, ibada hizo. Naye amekopesha watu ili apate faida. Mtu anakuja kwako ana shida, umhurumii, unamwambia hapa riba 20%, 30%, au umkopeshi kabisa na kupokea ziada. Je, ataishi baada ya hayo? La, hataishi. Amefanya machukizo hayo yote, hakika atakufa, damu yake itakuwa juu yake. Kwa hiyo kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 12, Ezekieli inaelezea hivi. Huyu ni baba ambaye alikuwa ni mtenda haki. Kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa 10. Hakufanya mambo mabaya kabisa, hana laana yote juu yake, lakini akazaa mtoto. Mtoto, Biblia inaanza kusema akawa mwizi na mnyang'anyi, alafu akatenda yale mambo yote mabaya. Inasema hivi, huyu mtu damu yake itakuwa juu yake, hakika atakufa. Mstari wa 13, la, hataishi. Amefanya machukizo hayo yote, hakika atakufa, damu yake itakuwa juu yake. Kwa hiyo mtu aliyefanya mojawapo haya mambo, tayari kuna kitu anaitaga, yani una kama price tag juu yako. Umeshaona yule mtu ameandikiwa wanted? Nikienda kwenye faili lako, wewe ni wanted, dead or alive. Yani wewe ni wa kuua. Kwa hiyo yoyote mwenye nguvu ya kuua, ua. Umeshaona kitu kilichoandikwa hapa? Ni kwa sababu ya matendo yako, hata kama baba ametenda haki. Sasa tunaenda. Ngoja nimalizie hapa uelewe. Kwa kizazi cha kwanza, baba alikuwa ni mtenda haki. Kwa mujibu wa Ezekieli hapa, baba alikuwa ni mtenda haki. Alizaa mtoto akawa mnyang'anyi, mwizi, jambazi, muabudu miungu, tapeli, mzinifu. Ametaja vitu vyote.
Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu mwenye haki akazaa mtoto akawa si mwenye haki, kama watoto wa Samueli walivyokuwa. Watoto mara nyingi haimaanishi kwamba baba, yani kuna kitu watu hawaelewagi kwenye maisha. Watu wanafikirije eti kwa sababu huyu labda ana roho ya wizi, ya wivu, uchawi, ni mlogaji, ni kwa sababu amerithi kutoka kwa baba yake. Ni kwa sababu ameamua kuwa hivyo. Yani hata kama baba alikuwa na hicho kitu, ni kwa sababu na wewe kwenye maisha ulifika ukaamua kuwa hivyo. Na kuna mtu mwingine anaamua kuwa hivyo, lakini sio kwa sababu amerithi. Unakuta baba yake alikuwa ni mtu mwenye haki kama Ezekiel inavyoelezea hapa, alafu akaamua yeye kuwa mtu mbaya. Hii inatokea kabisa. Kwa hiyo Ezekiel inasema kuna baba mwenye haki, hakutenda mojawapo ya hayo machukizo, lakini akazaa mwana. Yule mwana akawa mtenda dhambi, mnyang'anyi, muabudu miungu, mzinzi, muuaji. Alafu kuanzia mstari wa 14 inazungumzia sasa mtoto aliyezaliwa na baba huyu, ambaye ana hiyo tumesema price tag ya kuuliwa, ana tagi ya kuuliwa, death tag iko imewekwa juu yake. Ni baba ambaye ameshatamkiwa kwamba hakika wewe utakufa, utaishi. Sasa mstari wa 14 unasema hivi, huyu mtu ambaye ametenda machukizo yote haya, na kama yeye huyo akizaa mwana, ambao ndio mstari ninaupenda sana, hasa sisi wa Kristo tunatakiwa tuujue, watu ambao tumeokoka au mtu ambaye anataka kuokoka anatakiwa ujue mstari. Kama huyu baba muovu akizaa mwana, naye ameona dhambi zote za baba yake alizozitenda, akaogopa asifanye neno lolote kama hayo. Umeona anapoelezea vizuri? Ikiwa umezaliwa kutoka kwenye familia ya kichawi, waabudu miungu, au wazinzi, au wezi, wanyang'anyi, matapeli, watu waovu, ikiwa umezaliwa katika familia hiyo, ukayaona yale matendo yao, alafu ukaogopa usifanye lolote kama hayo, ndio anaanza kuelezea mstari wa 15. Hakula juu ya milima wala kuvinulia vinyago nyumba ya Israeli. Inamaanisha kuabudu miungu, kutoa matambiko au kuabudu miungu kabisa vile vinyago. Wala kumtia unajisi mke wa jirani yake. Hakuwa mzinzi, wala hakumdhulumu mtu, wala hakutoa kitu kiwekwe rehani, akunyang'anya watu vitu kwa nguvu. Mstari unaofuata, wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, bali amewapa wenye njaa chakula chake na kuwafunika nguo walio uchi. Tena hapa kuna laana moja ambayo watu hawaijuagi. Na hii nilikutanaga na mtu mmoja, alikuwa ni mgonjwa kweli, anaumwa katika uzee wake. Anaumwa ugonjwa usiotibika. Nikaenda mara ya kwanza kumuombea. Sikupata upenyo wowote juu ya uponyaji wake. Nikaomba tu sala pale ya general, nikamwambia Mungu nifunulie nijue huyu mtu ana tatizo gani. Baadaye, ngoja nimalizie kitu kielewe vizuri. Baadaye akaendelea na maombi. Huyu mtu ameokoka, akaendelea na maombi pamoja na kuombewa na watu wengine. Siku moja Mungu akaniambia hivi, huyu mtu ana laana. Yeye maombi yake yote anavunja maagano ya asili, walioingia mababu, roho sijui za kurithi, magonjwa ya kurithi. Ndio maombi alikuwa anaomba siku zote. Mungu akaniambia huyu mtu ana laana. Laana gani? Hii hapa. Hakuwapa wenye njaa chakula chake na kuwafunika nguo waliouchi. Hichi kitu kilichoandikwa kwenye mstari wa 16. Hakuwapa. Kwa huyu mtu alikuwa na hela nyingi sana. Hakuwahi kumdhulumu mtu, hakuwahi kumuonea mtu, hakuwa mzinzi, hakuabudu miungu, lakini alikuwa asaidiagi mtu mzee.
kama unataka hela fanya kazi, usije kuombaomba chakula hapa. Alikuwa hasaidii mtu yoyote yule. Anakwambia wewe si una nguvu, kafanye kazi. Una njaa, wewe ni maskini. Alikuwa hasaidii mtu yoyote yule. Lakini alikuwa ni mtu mzuri. Alikuwa ni mtu mzuri na anasali na anaomba. Lakini unakuja kwake eti una msaada. Unahitaji msaada. Hakusaidii. Hata kazini alipokuwa anafanya kazi, hakuwahi kumsaidia mtu. Unajua kuna ile uko kazini unaamua labda huyu ni ndugu yangu au ni rafiki au ni mtu namjua au ni mtu ametoka kwenye kazi ngumu. Unasema hebu ngoja nimsaidie huyu mtu aingie kazini. Umeona Kuna hivi vitu unaitaga at least sometimes favor, unamsaidia. Yeye hakuwahi kumsaidia mtu. Wewe kama unataka pambana huko mwenyewe. Ukiweza kuingia kazini shauri yako. Yeye ni bosi mkubwa kabisa. Ilikuwa ni anaweza tu kumwambia mtu, "Embu naomba umwangalie huyu binti, msaidie. Kwa wana shida. Embu apate hii kazi itamsaidia kule nyumbani kwao." Alikuwa saidi. Kwa hiyo sasa huyu ameokoka. Lakini hii laana ilikuwa juu yake. Hii laana ilikuwa juu yake. Nikaenda baada ya kufunuliwa hili jambo nikaongea naye. Nikamwelezea vizuri. Akanielewa. Nikamwambia nenda kafanye matendo ya huruma. Mbona ameponaga? Yes, alipona. Hatukukaa kwenye maombi ya kuvunja, kuua, kataa rozi. Ule ugonjwa ilikuwa ni kwa sababu ya laana. Shetani ameweka ule ugonjwa kwa sababu ya laana. Wakati tunaombea matatizo yetu, ya matatizo binafsi ya familia, lazima tujue chanzo ni nini. Ni ikiwa kuna hukumu kutoka kwa Mungu. Yaani ukiona mtu yoyote anateseka, anaomba hapati upenyo, hapati uponyaji, hata kama imesababishwa na wachawi, imesababishwa na mizimu na waganga, ni kwa sababu tayari kuna hukumu kutoka kwa Mungu. Hii Ezekieli, hii hukumu ya kufa ni Mungu aliweka, sio shetani, kwamba huyu wewe utakufa, damu yako itakuwa juu ya kichwa chako. Umeona? Kwa hiyo anaendelea sasa juu ya huyu mtoto. Mstari wa 18 tumalizie hapa, mstari wa 17. Tena amezuia mkono wake asimuonee maskini, wala hakupokea faida ya ziada. Naye amezifanya hukumu zangu na kuzifuata sheria zangu. Hata kufa huyu kwa sababu ya uovu wa baba yake, hakika ataishi. Kwa hiyo hapa anaelezewa mtoto ambaye amezaliwa na baba muovu, ambaye tunamuona mpaka mstari wa 10 Mungu alitamka neno juu yake la laana. Wewe utakufa katika uovu wako. Lakini huyu mtoto alivyozaliwa na baba muovu, akayaona matendo ya baba yake au ya mama yake au ya kwao, akaogopa, akasema mimi sitafanya hivi. Biblia inasema hivi, hakika huyu ataishi. Mstari wa 17. Hata kufa kwa sababu ya uovu wa baba yake. Kwa sababu, mstari wa 18, kwa habari za yule baba yake, kwa sababu aliwaonea watu kwa ukali mwingi na kumnyang'anya ndugu yake mali yake kwa nguvu na kuyatenda yasiyo mema kati ya watu wake, tazama atakufa katika uovu wake. Kwa hiyo yule baba atakufa katika uovu wake. Lakini huyu mwana, ikiwa hatafuata moja yale matendo, hana laana yoyote juu yake. Sasa tunapokuja kitu ambacho kinasema ngoja nimalizie mistari sasa. Anasema hivi, lakini ninyi mwasema, kwani yule mwana asiuchukue uovu wa baba yake? Yule mwana atakapofanya yaliyo ya halali na haki na kuzishika amri zangu na kuzitenda, hakika ataishi. Kwa hiyo Mungu anasema katika mstari wa 19 kwamba watu wanasema, kwa nini yule mtoto asiuchukue uovu wa baba yake? Mungu anasema hivi, mtoto atakapofanya yaliyo ya halali na haki na kuzishika amri zangu na kuzitenda, ataishi, hata uchukua uovu wa baba yake. Afu mstari wa 20, mstari maarufu sana.
Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi hata kufa. Mtu akigairi, dhambi zake zote alizozitenda hazitakumbukwa juu yake hata mojawapo. Katika haki yake aliyoitenda ataishi. Kwa hiyo kitu ambacho watu hawajakielewa na watu wanakifanyia kazi kwa nguvu sana, lakini hawaoni majibu, ni kwa sababu gani? Hawafanyi toba katika namna ya usahihi, na hawajajua kwamba shetani ili aweze kukushambulia kwa namna yoyote, lazima wewe ufanye mojawapo ya matendo ambayo baba yako alifanya. Ukifanya tu umeingia kwenye laini. Kwa hiyo leo tunapambana na laana, na laana iko hata kwa watu ambao wameokoka. Kwa sababu gani? Ni sawa umeokoka, lakini kwa namna moja ama nyingine unatenda au ulitenda tena mojawapo ya yale matendo, ukaingia kwenye ule mkataba upya, na bado haujafanya toba ya kweli. Ndio maana nikakupa mfano wa huyu mtu ambaye nilienda kumwombea. Anaumwa sana, anatibiwa haponi, anaomba haponi. Na mimi nikaenda kumwombea nikakosa upenyo. Wakati namwombea sasa mimi kwenye maombi yangu binafsi, ndio Mungu akaniambia huyu ana laana iko juu yake, hasaidii watu. Amebarikiwa na uwezo lakini hasaidii watu. Hauli mia yake. Kuna watu wafu wanasemaga hivyo, wanaona ni ufahari. Hauli mia yangu. Kwa hiyo katika maisha yetu sasa hivi, kitu ambacho tunatakiwa tukishughulike nacho sisi ni moja ya matendo ambayo wewe umeyatenda yanayofanana na waliokutangulia. Ukishughulikia kile kitu kikaondoka, hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna mizimu inayokuwa na nguvu juu yako. Mizimu inakuwa na nguvu juu yako kwa sababu inasemaje? Huyu si wa kwetu, mbona anatenda kama walivyofanya baba zake? Na kitu kingine, mbona hukumu ya Mungu iko juu yake? Kwa sababu kuna vitu kivifanya, hukumu ya Mungu inakuwa juu yako. Kazi ya shetani na mapepo ni kuja kuitimiliza ile hukumu. Yaani ile protection unakuta ambayo iko juu yako ishaondoka kwenye hilo eneo. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho kinawatesa watu siku ya leo. Yaani hicho ndio kitu kikubwa. Kwa mstari wa 31 unasema hivi: tupilieni mbali nanyi makosa yenu yote mlioyakosa. Sio makosa ya mababu na mababa, ya kwenu ninyi, ya kwako wewe ulioyakosa. Jifanyieni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Kwa hiyo Mungu anamhukumu mtu kutokana na makosa yake na dhambi zake alizozitenda yeye mwenyewe. Na hizi ndio zinafungua mlango wa roho zote za asili na uchawi na uganga kuwa na nguvu juu yako. Umenielewa mpaka hapo?